Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Steve Barker ameanza maandalizi kwa umakini mkubwa kuelekea kwenye mchezo unaosubiriwa kwa hamu wa Kariakoo Derby dhidi ya watani wao wa jadi Yanga utakaopigwa Machi mosi visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani Zanzibar. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkali huku pande zote mbili zikihitaji ushindi si tu kwa heshima bali pia katika mbio za ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara. Barker ameamua kuanza kusuka mikakati thabiti ya kuwazidi wapinzani wake akitumia nyota wake muhimu kama silaha kuu. Katika maandalizi haya, kocha huyo anategemea silaha 5 za msingi zitakazokuwa na mchango mkubwa wa kuvunja safu ya ulinzi ya Yanga. Nyota hao ni Ino Luemba, Clatous Chama, Libase Gweye, Suleimani Mwalimu pamoja na Anicet Oura ambao kila mmoja amekuwa na mchango muhimu katika michezo hivi karibuni kwa Simba. Kiungo mshambuliaji Clatous Chama anayejulikana kama injini ya ubunifu ya Simba akiwa na uwezo wa kutengeneza nafasi na kufunga mabao nyakati muhimu. Uzoefu wake katika mechi zenye presha kama dabi unampa Barker imani kubwa ya kuwa anaweza kubadilisha matokeo ya mchezo husika. Kwa upande wa Luemba au Oura, kasi na nguvu zao katika kushambulia ni mtaji mkubwa kwa Simba. Wana uwezo wa kupenya pembeni, kuwasumbua mabeki wa Yanga na kufungua mianya ya mabao mapema, jambo linaloweza kuipa timu hiyo faida ya mapema katika mchezo. Naye Gweye akichukua jukumu la kumalizia kazi, uwezo wake wa kusimama imara ndani ya boksi na kutumia vyema nafasi chache atakazozipata anaweza kuwa silaha ya mwisho ya Simba katika pambano hilo linalosubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka nchini. Kurejea kwa nyota wawili wa Simba, Jonathan Soa pamoja na Alisante Kante, kumempa haueni kocha mkuu wa timu hiyo Steve Barker katika kusuka kikosi chake. Soa na Kante watakuwa sehemu ya kikosi hicho baada ya kumaliza adhabu yao ya kufungiwa, jambo linaloongeza chaguo la ushindani ndani ya timu hiyo kuelekea dabi hiyo ya watani wa jadi. Awali nyota hao walifungiwa michezo 5 na baada ya Simba kushuka dimbani kuwavaa Tanzania Prison watakuwa wamekamilisha adhabu yao rasmi. Hivyo baada ya kumalizika kwa mchezo huo watakuwa huru kurejea kikosini na kuanza kuitumikia Simba katika mchezo wa dabi. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Steve Barker amefichua jambo zito linaloihusu timu hiyo kuelekea mchezo wake muhimu wa ligi kuu ya Tanzania bara ikiwemo Kariakoo Derby. Amesisitiza kuwa wachezaji wake wanafahamu thamani ya jezi wanayoivaa na wajibu mkubwa ulio mbele yao. Barker amesema kikosi chake kipo tayari kupambana bila presha licha ya ushindani mkubwa uliopo katika mashindano yanayoendelea ikiwemo ligi kuu na kombe la shirikisho yani CRDB. Steve Barker anasema uzoefu wa timu hiyo katika mazingira ya ushindani ni silaha muhimu katika kipindi hiki cha msimu. Kocha huyo raia wa Afrika Kusini amebainisha kuwa maandalizi ya timu yamekuwa mazuri huku wachezaji wakionyesha morali ya juu huko kambini. Jambo la msingi kwa sasa ni kuhakikisha kila mchezaji anatimiza wajibu wake ndani ya uwanja, hasa katika mechi ya ushindani kama ya dabi. Steve Barker anasema kila mtu ndani ya timu anatakiwa kutimiza wajibu wake ndani ya uwanja, hasa katika kipindi hiki ambacho kila pointi ina umuhimu mkubwa kwenye mbio za ubingwa. Barker amesisitiza umakini na nidhamu na hali ya juu katika mchezo wa dabi ndio utakuwa ufunguo wao kupata pointi 3. Akizungumzia presha ya mashabiki na uzito wa mechi zijazo, Barker amesema Simba ni timu kubwa iliyozoea mazingira ya ushindani, hivyo wachezaji wake wanaelewa fika thamani ya jezi walioivaa na matarajio makubwa ya mashabiki wao. Ameweka wazi kuwa benchi la ufundi limejipanga kimkakati kuhakikisha makosa yaliyopita hayajirudi kuelekea kwenye mechi zijazo ikiwemo Kariakoo Derby ambapo ni muhimu katika mbio za kusaka alama ya ushindi. Katika hatua nyingine, Barker amegusia uimara wa wapinzani wao akieleza kuwa hakuna timu nyepesi katika ligi kuu msimu huu. Hata hivyo, amesisitiza kuwa Simba haitabadilisha namna yake ya kucheza soka la kushambulia na kutafuta ushindi katika kila mchezo watakaocheza. Simba inaendelea na maandalizi ya mechi hizo ngumu. Macho na masikio ya mashabiki walio wengi wa Simba yapo uwanjani kusubiri utekelezaji wa maneno ya kocha huyo, wakiamini timu yao itaonyesha makali yanayotarajiwa katika harakati za kusaka mafanikio msimu huu. Wakati mashabiki wa Yanga wakishangazwa na kiwango kilichoonyeshwa na timu yao katika mchezo uliopita, ofisa habari wa klabu hiyo Ali Kamwe ameweka wazi kuwa ameweka mambo hadharani, akieleza kuwa walikuwa na mipango maalum iliyolenga ratiba yao ijayo. Kamwe amesisitiza kuwa
kuwa Namungo FC si timu ndogo kama baadhi wanavyodhani, akibainisha kuwa wananchi wapo kwenye kipindi kigumu chenye mechi mfululizo chenye ushindani mkubwa. Amesema kabla ya kufika kwenye Kariakoo Derby bado wana kibarua kizito dhidi ya JKT Tanzania, hivyo wanalazimika kuangalia picha pana zaidi ya msimu wao. Kauli hiyo imekuja kufuatia baadhi ya mashabiki kutoridhishwa na namna timu yao ilivyocheza, huku wengi wao tayari wakiwa na mawazo kuelekea mchezo wa Machi mosi dhidi ya watani wao wa jadi Simba utakaopigwa katika uwanja wa New Aman Complex Zanzibar. Ally Kamwe anasema kuelekea kwenye dabi halafu unacheza na Namungo inayofundishwa na Juma Mgunda, ukipata alama 3 mshukuru Mungu. Wakubwa watakuwa wamenielewa, bado tuna kibarua dhidi ya JKT Tanzania. Hizi mechi mbili ni ngumu kuliko dabi yenyewe kwa sababu zina macho ya watu wengi, amesema Kamwe. Ameongeza kuwa kiwango kilichoonekana si ajali bali ni sehemu ya mkakati wao wa kujiandaa vyema na michezo miwili muhimu inayokuja. Kamwe anasema tunawatazama wanaosema tumeshuka kiwango. Ni kweli hatukucheza kama tulivyozoeleka, lakini tuna mipango yetu kuelekea Kariakoo Derby. Ni swala la muda tu, kule Zanzibar kila kitu kitaonekana. Hata hivyo, kikosi cha Yanga kimerejea jijini Dar es Salaam kikitokea Rongwa mkoani Lindi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo ujao wa Februari 25, 2026 dhidi ya JKT Tanzania kabla ya kuelekeza nguvu zao zote kwenye dabi inayosubiriwa kwa hamu ambayo itapigwa Machi mosi 2026 katika dimba la New Aman Zanzibar.